Shalom, 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 shalom. Leo ni siku nyingine pendo kabisa ambayo tuko mbele zako kwa ajili ya kuletea ujumbe wa Mungu, ujumbe wa wakati. Na nakumbuka kabisa siku ya Ijumaa tulileta ujumbe wa Samson na Delila, lakini mtandao ulitutenda. Na leo pia Jumatatu hii mtandao umetusumbua, kwa hiyo tumeona tufanye recorded. Tufanye recorded, kwa hiyo mtuwie radhi, lakini tunajitahidi kuleta ujumbe huu, mzidi kutuombea ili mambo yakae sawa. Tuombe. Mungu Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kuwa ni Mungu uliye mkuu, Mungu mwenye upendo, Mungu uliye upendo. Tunakushukuru kwa wema wako, tunakushukuru kwa fadhili zako. Jitangaze Mungu, jitukuze Mungu siku ya leo. Tukapate kujua, kukumbushwa, kuhimizwa ya kwamba wewe ni Mungu uliye mkuu, uwezaye yote. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Leo nakuletea kisa cha Samsoni na Delila. Samsoni huyu alikuwa ni mwamuzi na alifanya maamuzi. Judges walikuwa ni badala ya wafalme. Kwa hiyo unaweza kumuita alikuwa ni mfalme wa taifa la Israeli. Lakini ukisema mfalme sio sahihi, kwa sababu kipindi hicho Israeli hawakuwa na wafalme. Walikuwa wajengewa kwenye mfumo wa wafalme kama mataifa mengine. Praise God, praise God, praise God, praise God. Kwa hiyo hapa alikuwa ni mwamuzi. Mwamuzi. So story yake inapatikana ya yeye na Delila. Story yake ipo kwenye kitabu cha Waamuzi. Inaanzia hapa nyuma kwenye chapter 10 ngapi nyuma hapa. Chapter 13, lakini sisi tunaenda 16 ambako anakutana na kipenzi kichokosha moyo wake. 16 kuanzia mstari wa kwanza tutaendelea, tutasoma kwa speed sana na utabarikiwa na ujumbe wa siku ya leo. Siku moja Samsoni alienda Gaza, akamwona mwanamke kahaba. Tukasema kwamba hapa Biblia ilionyesha kabisa kwamba huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke aliye kahaba. Naye akaingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa, Samsoni amekuja huku. Hivyo wakapazingira mahali pale, nao wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, tumvizie hadi mapambazuko, ndipo tutamuua. Samsoni akalala mpaka usiku wa manane. Akaondoka katikati ya usiku, akashika milango ya lango la mji pamoja na mimo yake miwili, akaing'oa makomeo yake na vyote, akaviweka mabegani mwake na kuvipeleka mpaka kwenye kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki aliitwa Delila. Unaona hapo si kahaba, unasikia neno Delila. Watu wengi tunamtazama kwamba Delila alikuwa ni kahaba. Biblia inamtaja kama mwanamke. Na utarealize nadhani ni kahaba mmoja tu alitajwa kwa jina, kwa sababu tulionyesha story yake kibadilika. Lakini makahaba alikuwa unasikia tu ni kahaba. Story inaishia pale. Kahaba. Tukao tunaonyesha tu kwa nini ameingiza kwenye story hii. Unajua hapo kuna activities za ukahaba zinaendelea. Lakini kama ina umuhimu alikuwa hataji jina. Baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki aliitwa Delila. Viongozi wa Filisti wakamwendea yule mwanamke na kumwambia, umbembeleze ili upate kujua siri za nguvu zake zilizo nyingi. Yule, mind you, bado anasema yule mwanamke na sio yule kahaba. Ili upate kujua siri za nguvu zake zilizo nyingi na jinsi utakavyoweza kumshinda, ili tuweze kumfunga na kumtisha. Watu wakikuona una kitu cha kimungu wanataka wakicontrol. Waimbaji kweni makini, wahubiri tuwe makini. Hapa kuna watu wanaweza wakaja wakaleta masadaka makubwa. Issue sio sadaka, anatafuta namna ya kucontrol. Hiyo ni hatari sana. Nasi kila mmoja wetu tutakupa shekeli 1,100 za fedha. Hii approximate inakuja kama 1 billion point kitu za leo, kwa thamani ya pesa leo. Ilikuwa ni hela moja safi sana. Hivyo Delila akamwambia Samsoni, naomba niambie siri za hizi nguvu zako nyingi na jinsi utakavyoweza kufunga ili kumtisha. Samsoni akamjibu, kama akinifunga kwa kamba 7. Mind you, moja ya kitu ambacho naomba nikuambie kwenye story hii kwa haraka kabisa, kitu ambacho nimekiona, kitu ambacho nilijifunza, usikifanye mpendwa wangu, ni hichi. Ukiulizwa kitu ambacho haulazimiki kujibu, naomba usikijibu. Inawezekana wewe anayekuuliza na kulazimisha, lakini kwako kama hakina umuhimu, hakina ulazima wao kumjibu, usikijibu. Kiache pending. Lakini pia namba 2, jifunze kusema hapana. Unaweza kusema hapana. Kabisa. Unaweza kusema hapana. Watu wengi hawajui, ndio maana wanajiingiza kwenye hatarishi nyingi.
Eh. Samsoni akamjibu, hakupaswa hata kujibu hapa. Sababu kumbuka aliambia iwe siri. Hakupaswa kuongea. Kwa hiyo kuongea kulimtega, umetega kwa maneno ya kinywa chako, Biblia inasema. Majibu, ukwambia ujibu. Yaani Mungu alikwambia usijibu, wewe unajibu. Unachomokaje mtego kama huo? Kama wakinifunga kwa kamba 7 za upinde ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine yeyote. Viongozi wa Filisti wakamletea yule mwanamke kamba 7 za upinde ambazo hazijakauka bado, akamfunga nazo Samsoni. Wakati watu wakiwa wanamvizia katika chumba cha ndani, yule mwanamke akamwambia Samson, Wafilisti wanakujia. Lakini yeye akazikata zile kamba za upinde, kama vile uzi wa pamba unapoguswa na moto. Hivyo siri za nguvu zake haikujulikana. Ndipo Delila akamwambia Samsoni, umenifanyia mzaha na kuniambia uongo. Tafadhali niambie, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, wakinifunga kwa uthabiti wa kamba mpya ambazo hazijatumika, basi nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine yeyote. Hivyo Delila akachukua kamba mpya na kumfunga nazo. Hii ni mara ya pili. Kisha akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Wale watu waliokuwa wanamvizia walikuwa katika chumba cha ndani. Lakini imagine watu huko ndani hujui. Women. Lakini akazikata zile kamba zilizokuwa zimefunga mikono yake kama ukatavyo uzi. Ndipo Delila akamwambia Samsoni, mpaka sasa umenifanyia mzaha na kuniambia uongo. Nieleze ni jinsi gani utakavyoweza kufungwa. Ewe mwanamke ambaye unatamani kuwa mwanamke wa kibiblia. Unataka uwe mwanamke wa kimungu, binti Sayuni. Delila, watu wengi tunamjua kwa mabaya. Lakini Delila kuna mambo ambayo unaweza kujifunza kwenye maisha yake. Delila, cha kwanza, alikuwa anajua namna ya kuongea na mume. Kumbuka huyu ni Mungu alimwambia usitoe siri hii. Wazazi nao walimuhimiza Mungu amesema usitoe siri hii. Lakini kwa mwanamke huyu, umeona hapa anadanganya. Mwishoni kutaona anaenda kutoa siri. Maana yake mpaka anatoa siri ambayo amekaa nayo miaka yote 20 alikuwa nayo huko nyuma, au 30 alikuwa nayo huko nyuma. Maana yake nini? Huyu mwanamke alijua kanuni ya kugusa moyo wa mwanaume, moyo wa mume. A lot of women hawajui communicate na waume zao. Hapo ndipo shida inapoanzia. Unakuta una wazo zuri kabisa, lakini hujui namna kulipresent kwa mume wako. Mwishoni lazua chaos. Kwa hiyo Sister Delilah anatufundisha namna ya how you approach your husband matters. You can have a good idea, a good point, but approaching ikifeli, kote ni mzinguo mbeleni. Hautosikilizwa. Wanasema kuomba kitu sio vibaya, lakini namna ya kuomba kunaweza kukunyima vitu. Biblia yenyewe inasema kwamba kuna sehemu moja inasema hamna kwa sababu ya maombi. Alafu na sehemu nyingine inasema hata kama mnaomba hamna kwa sababu maomba vibaya. Kwa hiyo kuomba sio mwisho, unatakiwa uombe kwa usahihi. Huyu mwanamke alijua namna ya kuongea kwa usahihi, kuomba jambo kwa mume wake kwa usahihi. Kwa hiyo kwa wale ambao mlikuwa hamjui uzuri au masomo ambayo tunaweza kuyapata kwa Delila, mind huyu sio kahaba. Kwa hiyo msimpicture Delila kama mwanamke mbaya. Delila ni mwanamke ambaye alipendwa tu na Samson. Alikuwa kisu, tumishi akafia pale. Lakini ukiangalia kwa jicho la Agano Jipya, Samsoni anamwakilisha Mungu. Delila anamwakilisha sisi, mimi na wewe ambaye ni kanisa. Mungu anafuata mwanadamu ambaye ana dhambi. Hastahili kuwa naye. Ndio maana unaona mahusiano yameanza tu cha kwanza. Naomba siri. Wengi wetu tunaenda mbele za Mungu kumomba, naomba gari, naomba nyumba, naomba biashara kubwa, naomba kampuni, naomba watoto, naomba nini. Lakini in real sense tumpende tu Mungu. Kaomba mara kwanza, kapigwa chenga. Kaomba mara pili, kapigwa chenga.
Hem, tuendelee. Ndipo Delila akamwambia Samsoni, umenifanyia mzaha. Akamwambia hiyo Delila akachukua kamba mpya kumfunga mstari wako. Mstari wa 13. Ndipo Delila akamwambia Samsoni, mpaka sasa umenifanyia mzaha na kuniambia uongo. Nieleze ni jinsi gani utakavyoweza kufungwa. Samsoni akamwambia, kama ukivisuka hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa, kama ukivisuka hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo na kukaza kwa msumari, ndipo nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine yeyote. Amekaribia siri ila hajatoa. Hivyo Samsoni alipokuwa amelala, Delila akachukua vile vishungi 7 vya nywele na kufunga kwenye mtande wa nguo na kuvikaza kwa msumari. Kisha akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia, lakini akaamua kutoka usingizini na kung'oa msumari na ule mtande. Wewe upako ni kitu kingine. Upako, ukiwa na upako hauwezi fungwa kwenye gereza lolote, kwenye kifungo chochote kile. Ndipo Delila akamwambia, wawezaje kusema na kupenda wakati moyo wako hauko pamoja nami? Sometimes tunaambiaga Mungu anasema unanipenda afu yanifanyia ile. Ili hali ile jambo ambalo tunataka kutendewe halina faida hata kwetu, lina hasara, lina hatarishi, linakatiza maisha yetu. Mwanamke huyo hana faida yoyote ya kutoa siri, ya kupata siri hii. Yaani kupata siri hii hafaidishi chochote kile cha maana. Faida anayopata ni hizo pesa. Lakini faida ya maana hakuna. Unajua fedha yote ambayo umeivuna isivyo halali haikupeleki mbali. Kariri hilo. Kisha akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia, akaamua kutoka usingizini na kung'oa msumari wa mtande. Ndipo Delila akamwambia, wawezaje kusema na kupenda wakati moyo wako haupo pamoja nami? Umenifanyia mzaha mara hizi 3 na hujaniambia siri hizi zangu. Siri yangu hizi nguvu zako nyingi. Ilikuwa ni nguvu afu nyingi. Hatimaye baada ya kuwa anamsumbua kwa maneno siku kwa siku na kumuudhi, roho yake ikatabika hata kufa. Hivyo umeona alikuwa ana repeat day na day mpaka mwanaume akaboreka. Hivyo akamwambia yule mwanamke siri yake yote, akamwambia, wembe haujaipita kama kichwani mwangu, kwa kuwa mimi ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. He said, because of being a Nazarite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength will leave me, and I would become as weak as any other man. Manake mwanadamu ni dhaifu. Kiswahili anasema hivi, kwa kuwa mimi, anasema wembe haujapita kama kichwani kwangu, kwa kuwa mimi ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Kama nywele za kichwa changu zikinyolewa, nguvu zangu zitanitoka na nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine yeyote. Dhaifu maana yake watu ni wadhaifu. Mwanadamu ni mdhaifu. Unamhitaji Mungu ili uweze kuwa kama Samsoni. Huu upako unaona wa nguvu ni Mungu alikuwa ndani ya Samsoni anafanya kazi. Unaona, Delila alipoona kuwa amemweleza siri yake yote. Na wanawake wamepewa ability ya kujua mambo. Kuna baadhi ya mambo wana uwezo huo tu. Wanaweza washinda kuelezea sana kivipi, lakini wanao uwezo. Kwa mfano, sikia Biblia inaposema Delila alipoona kuwa amemweleza siri yake yote, alijua kwamba ndo siri na ni yote. Maana there is a way Samson alifungua moyo wake. Mwanamke Delila ambaye alikuwa anajua kuchunguza mioyo ya mwanaume mpaka kumfanya atoe siri. Alijua kabisa the way anapoongea sasa amemwaga moyo wake. Katoa vyote alibakisha. Somo lingine la wanawake, you to pick from Delilah. Akatuma ujumbe kwa viongozi wa Wafilisti na kusema, njooni tena mara nyingine, maana amenieleza siri yake yote. Kule alikuwa anaambia njooni, sasa hivi anasema njooni maana mje kwa uhakika. Basi viongozi wa Wafilisti wakaja kwa Delila wakiwa na fedha mkononi mwao. Umeona walikuja na uhakika, walikuja na fedha. Maana job is done today. Tuna hii contract tunaimaliza leo. Delila akamfanya alale usingizi magotini pake. Praise God.
Praise God, praise God, praise God. Magoti mpaka akamwita mtu akamnyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake. Akaanza kumsumbua ili amke, nazo nguvu zake zikamtoka. Kwa hapa ameconfirm kwamba ni kweli kile nilichoambiwa. Yule mwanamke akamwita Samsoni, hao Wafilisti wanakujia. Akaamka toka usingizini akasema, anafikiria sasa moyoni. Akaamka toka usingizini akasema, nitatoka nje kama hapo awali, nitakung'utia mbali na kuwa huru. Lakini hakujua kuwa Bwana amemwacha. Bwana amemwacha. Basi Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho yake, wakamchukua, wakamteremsha mpaka Gaza. Wakiwa wamemfunga kwa pingu za shaba, wakamweka ili asage ngano huko gerezani. Wakati huo nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa. Unaendelea mbeleni mpaka Samsoni anakufa. Kwenye story hii tunaonyeshwa upendo wa Mungu. Samson kama Mungu, mwanamke kama kanisa, Delila kama kanisa. Kanisa lilikuwa dhaifu, kanisa lilikuwa chafu, lakini Mungu aliye mtakatifu, Mungu aliye, unaona hapa mnadhiri wa Mungu, maana yake ni msafi, mtakatifu wa Mungu, alichaguliwa na Mungu. Ameenda kupenda eneo ambalo hakuna vigezo vyovyote. Na ametendwa kwa mara ya kwanza, kasamehe, katenda mara ya pili, kasamehe, katenda mara ya tatu, bado kasamehe. Hapa ameng'olewa macho, lakini atuambia kwamba alikuwa amemchukia Delila. Kwa Biblia inasema alimpenda huyo mwanamke. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Samson alikuwa na nguvu, lakini hakuwa na tahadhari. Watu wengi wanaomba sana, wanahubiri vizuri, wana vipawa vikubwa, lakini ukiangalia marafiki zao hawajui kuselect marafiki sahihi. Hawajui kulinda mioyo yao. Na kwenye majaribu hawajui kudhibiti, kuyashinda majaribu, kuyakimbia yale ambayo yanapaswa kukimbia. Tabia njema na nguvu za kiroho ni vitu viwili ambavyo vinategemeana, ila sio kitu kimoja. Wewe kuwa na upako unapaswa kuwa na discipline. Mungu atusaidie sana watumishi na hata Mkristo. Wewe kuwa na upako ni kitu kimoja, kuwa na tabia njema ni kitu kingine kabisa. Tabia yako njema ndio itakutunza usiathirike na upako ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Delila alitaka siri ya nguvu zake. Kimsingi hakuna sehemu ambayo inaonyesha Delila alimpenda Samson. Lakini inaonyesha interest ya Delila ilikuwa ni nguvu zake. Kuna watu wako kwenye maisha yako wanatafuta tu kujua udhaifu wa huyu mtu uko wapi, ni nini, ili utumie vibaya. Kuna watu wanataka kujua siri zako ili wakuanike, wakudhoofishe, uwe mdogo mbele zao. Kuna watu wao kazi yao wanataka tu wakipata access ya maisha yako wayafanye, wayaweke hapa kiganjani, wayaendeshe. Usimfungulie kila mtu moyo wako. Usimfungulie kila mtu moyo wako. Sio kila mtu anataka kusaidia. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Samson alicheza na dhambi mpaka akaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Dhambi siku zote inaanza kama mchezo. Taratibu. Inaenda kikua, unavyoendelea kuipa nafasi inaendelea ku get strong. Mpaka kutimiza agenda. Upako ukija unajua, ukiondoka haujui. Andika hiyo. Nguvu za Mungu zinapokuja juu yako unajua. Zikiingia unajua, ila zikitoka haujui. Samson hapa kwenye Waamuzi 16 alisema mstari wa 20 pale, nitatoka kama zamani, lakini asijua kwamba Bwana amemwacha. Hii ni hali mbaya sana. Unaweza kuwa ni mwimbaji, ukawa unaimba pasipo nguvu za Mungu. Umeimba lakini hakuna nguvu za Mungu. Unakuwa mhubiri lakini pasipo uongozi wa Roho Mtakatifu, pasipo upako wa Roho Mtakatifu unaoenda kusaidia tukupokea hilo neno na hilo neno lilobadilisha. Unaweza kuwa unaonekana sawa nje lakini ndani yako umeanguka. Usizoee neema ya Mungu.
mpaka ukaishi bila kumtegemea yeye. Especially unapoona kipawa kimekuwa, unatabiri, unaombea watu wanapona, mambo yanafanyika papa. Hizo ni karama. Hizo ni karama. Hizo ni karama. Kiendelea mbele huko hivyo, kuna mambo mengine ambayo Samson alitendewa na Mungu. Baadaye alikuja kurejeshewa nguvu zake. Biblia inasema kwenye story yetu leo imeishia kwamba rasta zilianza kuota tena. Manake kuna rejesho. Mwenye yake angukapo atabaki chini, atainuka. Hata kama ni mara 7, atainuka juu. Umejifunza nini usiku wa leo? Tafakari neno hili, ukijua kwamba Mungu amekuchagua wewe ukiwa jinsi ulivyo, ili ukija kwake akuchukue, akusafishe kwa neno lake. Akusafishe, akuboreshe, alete thamani ambayo alikuwa amekuumbia. Uwe mtu mwenye thamani tena mbele zake na mbele za wanadamu. Mmoja na sadaka yako, namba zetu zinazopokea sadaka zipo kwenye maelezo channel hii. Toa na Mungu atakubariki. Tukutane tena kesho muda kama huu saa 3 kamili usiku. Tuko Jumatatu mpaka Ijumaa hapa YouTube. Jina langu ni Julius Linderson. Mungu akubariki, akubariki. Please make sure una share clip hii. Share clip hii ili watu wakabarikiwe. Mungu akubariki sana. Shalom.